Asifiwe watumishi wa Mungu, na mkaribisha. Leo ni siku nzuri ambaye tunataka kujifundisha neno la Mungu, na usisahau usubscribe kwenye channel yetu kwa sababu tunaanza. Basi unaweza kutumia kwenye comment, unaweza kutuma maoni yako, tunakubali maoni kwa kila mtu, na pia usisahau kushare kwa wengine, watumie wengine ujumbe huu. Mungu atakubariki sana. Kwa mtumishi wako popote pale mahali ulipo, kuanzia Mozambiki, Msumbiji na Tanzania na sehemu mbalimbali mnayosikia lingua hii katika kwa lugha yetu mnatufuatilia Kiswahili. Kwa hiyo leo tuko hapa, nataka kukufundisha neno moja. Ndugu yangu, nakukaribisha sana leo kwenye channel yetu ambayo tunataka kuingia kwenye maandiko, kutazama tarehe ili tujue tarehe gani Yesu Kristo aliyozaliwa na mwana wa Mungu amekuja kufanya nini, kusudio la kuja duniani. Kwa hiyo hapa ndipo tuona tuko na kitabu ambacho tutaingia sana katika kitabu cha kile cha Lucas, tukaitai Luka Mtakatifu, kitabu cha kwanza. Tutaanzia ule mstari ambaye wa 26 ambaye pale tunaposema malaika Gabriel alipomtembelea ye Mariamu ambaye bikira, alipa habari za kuzaliwa kwa Mwokozi wetu. Kwa hiyo kwenye mitandao tunasikia tarehe 25 ambayo mwezi aliozaliwa mwezi wa 12 ambayo wanaiweka sana alizaliwa Mwokozi wetu. Sasa ninachotaka kusema mimi katika siku ya leo, nataka tuweke sahihi ni tarehe ngapi na siku gani Yesu Kristo alizaliwa na mwezi wa ngapi. Kwa hiyo tukisoma katika Biblia yetu tunaanzia pale tarehe 20 ile kuanzia 26 tutaenda kusimamia mpaka 27. Nasoma kwa jina la Yesu Kristo, na wewe unaweza pale mahali popote unaweza kufuatilia na Biblia yako, unaweza nataka kujifundisha. Kwa hiyo hapo naanzia mwezi wa 6, malaika Gabriele alimtumwa na Mungu kwenda mpaka katika mji wa Galilaya jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu, na ukoo wa Daudi, na jina lake bikira huyo Mariamu. Amina. Kwa hiyo hapa tunakuta ambaye mwezi wa 6, tukihesabu mwezi wa 6 ambaye malaika wa Mungu kutoka mbinguni Gabriele alitumwa na Mungu ili haende mjini utai Galilea ambayo Nazareti, kwa mwanamwali ambaye aliyoitwa bikira. Bikira maana yake ni mtu ambaye hajawahi kufanya mawasiliano na mtu mwingine au hajawahi kukutana na kimwili na hata mwanaume. Kwa hiyo Mungu alimchagua Mariamu kuwa kama ni chombo ambacho cha kuzaliwa Mwokozi wetu. Kwa hiyo alitumwa malaika kupelekea habari njema ya kumtembelea kama Maria, kama utamzaa mwanaume aitwaye Yesu Kristo, mfalme wa ulimwengu. Kwa hiyo mwezi wa 6, tukisabia mwezi wa 6 ni mwezi ambaye aliotumwa. Sasa hatuwezi kujua ya kwamba alitumwa tarehe ngapi na ilipita miezi mingapi mpaka Mariamu akapata mimba. Kwa hiyo tunaanzia pale. Sisi kama watu hatuwezi tukasema tu mtu anazaliwa bila kukamilika. Mtu lazima akamilike, na tukitazama kwenye Biblia Yesu Kristo yeye alikamilika. Sasa kuzaliwa huku kunataka kuongeleka leo ni kuzaliwa baada ya wewe kuokoka, ambaye kumpokea Yesu Kristo. Ndugu yangu, Yesu akizaliwa ndani ya maisha yako ni ile pale siku ambayo tunaita kutimiza ya kwamba Yesu Kristo amezaliwa. Kwa sababu mwezi hatuwezi kuzilinganisha ya kwamba mwezi wa 6 mpaka mwezi wa 12 Yesu azaliwa tarehe 25. Hapana. Kwenye Biblia tunakuta maandiko hayapo tarehe hiyo na hawajaweka, lakini tunakuta hapa kama tulipoanzia mwezi wa 6 malaika tunamwona alitumwa na Mungu kwenda mjini ambaye uitao Nazareti, ambaye alipeleka habari za kuzaliwa mfalme wa amani. Kwa hiyo Yesu Kristo anazaliwa Yesu Kristo anazaliwa ndani ya moyo wako. Ukikumbali Yesu Kristo, ukiacha maisha ambayo machafu, ukiacha dhambi, ukiacha kuzini, Yesu Kristo anakuja kuzaliwa katika kwa imani yetu sisi walokole ambaye tuliozaliwa kwa mara ya pili kwa njia ya ubatizo, na Yesu Kristo kimpokea yeye anazaliwa kwako. Kwa hiyo hapa mwezi wa 6 tunakuta sasa, tukisabia mwezi wa 6 mpaka mwezi wa 12 unakuta upo mwezi ambaye miezi 6. Sasa miezi 6 tukitazama Yesu Kristo
anazaliweje na miezi 6 mtu anazaliwa ambaye bado hajakomaa. Lakini tukitazama mfalme wetu ambaye Mwokozi, yeye alikomaa. Sasa tuwezi kusema ya kwamba mwezi wa 12 Yesu alizaliwa, kitu hicho hakuna.